Uchaguzi mkuu wa viongozi wote, chama na jumuiya zake, kuanzia mabalozi, viongozi wa matawi, viongozi wa wilaya, kata, wilaya hadi ngazi ya taifa. Kwa hiyo nimeona niwahabarishe hili kwa sababu tumelipitisha juzi kwenye kamati kuu na halmashauri ya taifa. Taratibu zinaletwa kwa maana mtaletwa mabarua ili mwanze kuwahabarisha wananchi wetu, wanachama wetu waanze kujiandaa. Si tatizo kuwahabarisha. Tatizo lipo pale ambapo chama kimesema wanachama wagombee, ikishafika kipindi nafasi inakuwa iko wazi, ni ya kila mwanachama ambaye anajiona kwamba anastahili kugombea. Tatizo lipo kwa sisi baadhi ya viongozi kwanza ngazi za chini, na inawezekana mmeshaanza, si mnajua mwakani uchaguzi. Mimi nawahabarisha tu, lakini nyinyi mna taarifa kuliko mimi. Mmeshaanza, mnapanga watu wenu kwamba wewe ndio utakuwa balozi, wewe ndio utakuwa mwenyekiti, wewe ndio utakuwa katibu, wewe ndio utakuwa sijui nani. Nafasi zikija kutangazwa, watu wakija kuokota fomu, nasema fomu zimeisha. Si sawa, si sawa. Kuanzia ngazi ya chini kule, nafasi zikitoka, watangazieni wanachama wote waokote fomu. Wakiokota, wakijaza vile vikao vile vya mapendekezo vikatende haki. Vikitenda haki, wanachama hawa wakajua kila kitu kimepita kwa haki, hakutakuwa na malalamiko, hakutakuwa na manunguniko. Lakini mkichukua mkaanza kusema mmechukua fomu mara mnakwenye mapendekezo, huyu hapana, au bado una makundi yako ya uchaguzi uliopita, unasema mimi atanitambua, uchaguzi wake si mwakani. Hii habari ya utanitambua inatoka wapi? Chama chako hiki? Chama hiki ni cha wanachama. Chama hiki sio cha mtu. Wewe kama imepita kipindi hicho, mambo hayakwenda vizuri, unajipukuta, unajikung'uta, unarudi, unatulia, unajipanga tena, unasimama. Lakini huweki nongwa ya kwamba mimi sasa atanitambua yule, na yeye zamu yake imefika, lakini wakati unaweza kugombea. Si sawa. Yaliyopita sidwele, tugange. Kwa hiyo tuwaache wanachama wagombee, wapendekezwe, wateuliwe. Wanachama wenyewe wataenda kuwachagua watu wanaowataka, tusiwapangie. Mheshimiwa mbunge, umeshachaguliwa baba, wale wapambe uliokuwa nao kipindi hicho, waambie jamani, kazi imeisha. Na mimi namsaidia mwanangu huyu, wapambe wetu, manake ni mwanangu, wapambe wetu ambao tulikuwa tunahakisha kwamba huyu tunataka, ndio tunayemtaka toka kura za maoni, hiki kikawa. Sasa kazi ile imeisha, hata hela ya kukupa 2200 imeisha, biashara imeisha, maana ilipo katika tayari aliposhinda. Mimi nasema uongo? Hakuna kuendelea kusema huyu mbunge ni wa kwangu mimi ndiye niliyompitisha. Chama cha Mapinduzi ndio kimempitisha. Amechaguliwa na wananchi wote. Huyu hukumchagua wewe uliokuwa mpambe kwenye kura za maoni. Mimi nasema uongo? Kwa hiyo huyu ni wa wote saizi, sio wa wapambe. Hali kadhalika madiwani, ndugu zangu, sasa nyie kule chini ndio mnataka kwenda kumpanga mwenyekiti wa kata, katibu wa kata, mwenezi wa kata. Tena nasema yule atanitambua kwa sababu hakuwa upande wangu. Au upande wako wewe ni nani bwana? Wanasema kwenye chama ikishakuwa nafasi imetoka, yani kila mtu ana uhuru wa kumtaka yule anayemtaka, kumfanyia kampeni anayemtaka ndani ya chama. Akishapita sasa kwenye chama, huyu anakuwa ni wa wote. Sasa kipindi hicho, kama mtu wako ulifanya kampeni ikashindikana, hakupita, nongwa usiondoe sasa.
Zile nongwa zinatakiwa ziondoke. Tunarudi tunakuwa mstari mmoja, kujenga chama chetu, kukihubiria chama chetu, kuzungumzia masuala ya chama, kuhubiri kuongeza wanachama, kuhubiri kulipa ada, kumsaidia mbunge, kumsaidia diwani aweze kutekeleza ilani ya chama chetu. Maana kazi tulio nayo sasa hizi ni kuhakikisha utekelezaji wa ilani unakwenda, au sio ndugu zangu? Ndio kazi iliyobaki ya viongozi wetu hawa ambao wamechaguliwa kusimamia utekelezaji wa ilani. Na nyinyi wenzangu wenye viti wa chama, nyinyi ndio kazi yenu sasa kuhakikisha kwamba utekelezaji unaenda. Watendaji wa serikali wanafanya vizuri, mnaenda mnakagua miradi. Mama Samia analeta mahela, kazi yenu kwenda kukagua, sio kusema yule hakunitaka ndio unapita na pembeni. Jamani, chama hiki sio cha mtu, chama hiki ni cha wanachama. Ukishakuwa imeshindikana huko, unaanguka chini, unaamka, unajikumuta, unasonga mbele, unaungana na wanachama wenzako kukijenga chama. Kweli Naona somo limekubalika. Mmenielewa? Kwa hiyo msianze kutiana fitina kwa uchaguzi wa mwakani. Msianze kutiana vichoni kwa uchaguzi wa mwakani. Kwa namna mlivyonielewa, achaneni na fitina, majungu kwa uchaguzi unaokuja. Simameni pamoja, waangalieni wanachama wenu, maana wako wanachama wengine hawajitambui kwamba ana karama ya uongozi. Washawishini. Tunakuona mwenzetu unafaa kuwa mjumbe wa kamati ya siasa, tunakuona mwenzetu unafaa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu, tunakuona mwenzetu unafaa kuwa katibu, tunakuona mwenzetu unafaa kuwa sijui nani. Hiyo unaruhusiwa kama mwanachama kumshawishi mwanachama mwenzako, lakini sio kumtia fitina. Sisi moyo